Jesus, we love you. Jesus, we honor you. Jesus, we give you praise. I come before you, Father Lord, with a broken heart. I need you, Father Lord, to mend me again, Jehovah Lord. In you, Father Lord, that I've gone astray from your word, my Father. May you forgive me. May you forgive me, Father Lord, and wash me again. Jehovah Lord, Jehovah God, any bad structure that may prevent me from uplifting your name tonight, my Father, I need you, Jehovah Lord, to bring it down in the mighty name of Jesus Christ. Jehovah God, for you saw it wise to send your Son, Jesus Christ, so they may come and die on the cross because of our sins. We are the sinners, but he didn't sin, my Father. Uliona ni vema Bwana ukamtume aje akufe msalabani juu ya dhambi zangu. Ndio maana siku ya leo Bwana nasema ni asante Bwana kwa yale yote ambayo umetenda maishani mwetu Bwana. Siku ya leo Bwana nakabidhi nchi ya Kenya mikononi mwako, nakabidhi nchi ya Eldoret mikononi mwako Bwana. Ukapate kutamalaki Bwana, ukapate kuchukua shukani Jehova Mungu. Yale yote Bwana ambayo tuko nayo kama nchi Bwana, tuzikabidhi kwako Bwana, ukapate kuonekana tena Bwana. Yale yote ambayo zimepangwa Bwana, ukapate kuonekana Mungu wa ajabu. Na vijana wote Bwana katika nchi ya Kenya nakabidhi mikononi mwako Bwana. Nikisema Bwana wa ajabu, wapate kukumbuka tena Bwana wa rehemu Bwana. Ukapate kuwafungua mawazo Bwana, ukapate kujua kwamba unaweza Bwana, unastahili Bwana. Ukapate kuwakomboa Bwana kutoka ndani ya dhambi, ukapata kuwakomboa Bwana kutoka ndani ya usherati, ukapata kuwakomboa Bwana kutoka ndani ya madawa za kulevya na vitu zote mabaya za dunia Bwana, kwa sababu vitu za dunia na vitu zitapita Bwana, bali wewe pekee yako ndio utabaki kusimama Bwana. Umesema yote yatapita, lakini wewe Bwana utabaki kuwa Mungu. Jehova Mungu, yale yote ambayo yalitengenezwa na binadamu yatakuja kupita, bali jina lako litapata kubaki Bwana. Siku ya leo Bwana nasema tu ni wewe Bwana wa ajabu. Ndio maana nakimbilia kwako Bwana, kimbilia msalabani mwako. Nikisema tu ni wewe peke yako unayenijua vyema Bwana. Nikisema kwamba Bwana wanijua vyema na una plans mazuri maishani mwangu Bwana. Ndio maana siku ya leo Bwana nasema sina mwingine bali ni wewe. Na sina mwingine bali ni wewe. Sina mwingine wa kuinua bali ni wewe. Sina mwingine wa kuabudu bali ni wewe Bwana. Maisha yangu Bwana nalikabidhi kwako Bwana. As I call unto your name, my Father, my God. May you take the lead and charge upon my life. May you take the lead and charge over God upon all the things of the world. Upon all the things of this nation, Father Lord, all the plans that we have as a nation of Kenya, Jehovah God, may you take the lead and control, King of glory, Jehovah God, unto the youths, Father Lord, may you remove them from all the bondage of sin, Father Lord, from all the things, Father Lord, that are trying them, Father Lord, to bring them down in the mighty name of Jesus. We come against them now in the mighty name of Jesus. Jehovah God, may you speak with them, Father Lord, Jehovah God, may you mend their hearts, Father Lord, so that they may be able, Father Lord, to come back to you, Jehovah Lord, so that may be able to know that you are the creator. Mungu wa ajabu ni wewe peke yako Bwana, bali hatuna mwingine bali ni wewe Mungu wa ajabu. Umesema kwamba masanamu Bwana ya dunia ni vitu ambavyo zimeumbwa na binadamu, bali ni wewe ndio uliumba binadamu Bwana. Wakati mafuriko yanakuja, inapaswa binadamu wakasaidie masanamu ili zisipate kusombwa na maji, bali ni wewe peke yako Bwana ambao huwezi sombwa na maji Bwana. Wewe ndio unasaidia binadamu wasipate kusombwa na maji Bwana wakati wa mafuriko. Wewe ndio unasaidia binadamu Bwana wakati wa vitu magumu. Ndio maana siku ya leo Bwana kuita Mungu wa ajabu, nikisema ni asante Bwana. Na hata mtazamaji wetu Bwana, yote yule ambaye ana changamoto Bwana, na kuomba Bwana ukapate kumguza Bwana, ukamjaze na neno lako, ukapate kumkumbuka tena Bwana, ukamrejeshe kwa neno lako. Yeyote yule Bwana ambaye amepotea Bwana ndani ya dhambi, na kuomba Bwana Mungu wa ajabu ukapate kumkumbuka tena Bwana. For your grace is sufficient unto our hearts, for your grace is sufficient unto our bodies, for your grace is sufficient each and every day, my Father. That's why I call unto your name, my Redeemer. That's why I call unto your name, my Father. That's why I call unto your name, my Jehovah God, Jehovah Lord Almighty. Hakuna mwingine bali ni wewe. Ndio maana siku ya leo Bwana nasema tu ni asante kwa yale yote ambayo umetenda. Asante Bwana kwa sababu watazamaji wetu Bwana, tutakuomba Bwana ukapate kuwaguza na wajazi na neno lako, kwa jina lako safi nimeomba nikiamini, amen. Ni asante kwa siku ya leo. Ni siku njema ambayo Bwana amefanya maishani mwetu, na tunasema ni asante kwa sababu Bwana amekuwa mwaminifu maishani mwetu. Tujaona mabaya yote kuanzia siku ya mwisho ambayo tulipatana mahali hapa mpaka siku ya leo. Namshukuru jina lake yeye peke yake, nikisema ana malengo mazuri na maishani mwetu. Na siku ya leo ningependa kuongea kuhusu the power of a voice. The power of a voice. Sauti ni kitu kadogo, na tena ni kitu ambaye mtu anaweza nena na ikapate kuharibu mahali pakubwa kupitia ulimi. Na siku ya leo ningependa kusema kwamba the power of a voice, there is a good voice and there is a bad voice, and we are going to discuss about the good voice and the bad voice. We'll start with the bad voice ambayo tutapata from the Eve and the serpent, ambayo tutapata katika kitabu cha Mwanzo 3 aya ndogo 1 hadi 5, ambayo inasema kwamba basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani.
2. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula. 3. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustanini Mungu amesema msiyale wala msiyaguze, msije mkafa. 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. 5. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Siku ya leo unapata kuona ya kwamba kunaye nguvu ndani ya sauti ambaye mtu anaweza nenewa nayo. Unapata kwamba wakati nyoka alipata kunena naye Eve, kunena naye Hawa, unapata alipata kumshawishi kupitia ulimi na kupitia sauti ambayo ilikuja, it came with a caring voice, with a gentle voice. Unapata kwamba Eve kupata kujua kwamba huyu ambaye anajaribu kumshawishi alikuwa na some ulterior motives ambayo alikuwa anataka kumrudisha naye nyuma. And that's why today nataka kuambia mtazamaji wetu ya kwamba even if Leviathan took on alijifanya akavaa ile ngozi ya kondoo, akajifanya akakuwa mtu mzuri maishani mwake Eve, ili akapate kumsawisha kimwambia kwamba Mungu aliona ni vyema ya kwamba msile ile matunda, kwa sababu mkiila ile matunda mtapata kufunguliwa macho. Na kwa hakika walifunguliwa macho wakapata kujua kwamba wako uchi. Walifunguliwa macho kwa njia ambayo haipaswi na tena ni njia ambayo Mungu wako ameitenda maishani mwako. The plan of God was for ilikuwa ili binadamu wakapate kumtukuza kila siku, ilikuwa ili binadamu wakapate kumuinua yeye, ilikuwa ili binadamu wakapate kumtukuza yeye kila siku. Naye shetani kwa sababu alikuwa anataka mamlaka, alijaribu sana akapate kurebel against the power of the living God. Alipata kurebel so that apate wafuasi wake. Na siku ya leo nataka nikwambia kwamba even if someone will come to you with a caring voice, with a gentle voice, you are supposed to discern hii sauti ambayo mtu ananena naye, hata kama anajifanya mtu mzuri kiasi gani, lakini unapaswa kujua kwamba huyu ambaye anajaribu kunena nami ako na nia gani maishani mwangu. Even though the voice of Leviathan was soft and convincing, behind it was a dark force that was trying to diminish the authority of the sovereign God. The voice had a bad authority to defile the God's will upon the life of human beings. Alijifanya mtu mzuri. Siku ya leo mtu anaweza jifanya mtu mzuri maishani mwako, aje akushawishi, lakini anatafuta kitu ambacho anaweza kurudisha naye nyuma. Anaweza tamani sana kurudisha nyuma kwa sababu anaona una nawiri maishani, na anatamani sana kusawishi na kitu ambayo itakuvunja moyo ili ukapate kurudi nyuma, ukapate kudidimia na yale malengo ambayo Mungu ameweka maishani mwako likapate kukufa. Lakini siku ya leo nakwambia mtazamaji wetu ya kwamba Mungu anakupenda, ndio maana amesema siku ya leo ya kwamba tukakuja tukasemezane nawe, nikakwambia kwamba kuna watu ambao wako na malengo mabaya maishani mwako na watajifanya kuwa watu wazuri ili wakapate kurudisha nyuma kupitia sauti ambao watakuwa wananena kama watu wazuri, watakuwa wananena wakikusawishi vitu zingine ambazo hazipaswi kufanywa hivyo maishani mwako. Na tena pia tutapata example lingine. Unapata kwamba because Samson alikuwa na nguvu sana na yeye ndiye alikuwa anasaidia wana wa Israeli, unapata kwamba Delila naye alikuwa ametumwa na Wafilisti, kwa sababu ya ule urembo wake na ile sauti yake nyororo, na kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ameumbwa akipita mahali lazima watu watammezea mate, ndipo Wafilisti wakaona ya kwamba njia mzuri ambayo tunaweza angusha nayo huyu Samsoni ni kupitia binti huyu ambaye anaitwa Delila. Unapata kwamba wakati Delila alienda maishani Samsoni, alikuwa na nia ya kujua siri ya nguvu zake ziko wapi. Na unapata kwamba kwa sababu Mungu alikuwa amenena naye Manoa babake Samsoni, akiwaambia kwamba msinyoe nywele yake, na kwa sababu mahali pale ndo nguvu zake zilikuwemo zimejificha. Na siku ya leo nataka nikuambie kama mpendwa wetu ya kwamba as in the book of Judges chapter 16 verse 15 to 17 nasema kwamba mwanamke akamwambia, wawezaje kusema nakupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. 16 Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikadhikika hata kufa. 17 Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni kwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu.
mtazamaji wetu, unapata kwamba wasawishi wetu hawezi choka kutushawishi ili tukapate kuanguka. Unapata kwamba Delila alijaribu kila siku, alijaribu sana ili akapate kujua na nguvu zake Samsoni ziko wapi. Na Samsoni pia alijaribu kumdanganya, lakini kwa sababu alikuwa anampenda yule Delila, na Delila kuja kumwambia, mume wangu, utasemaje ya kwamba wanipenda na unakuwa ukinidhihaki kila siku na ukinidanganya? Na kwa sababu alikuwa anatumia maneno matamu, alikuwa anatumia sauti nyororo, alikuwa anatumia sauti yenye hisia mingi, akapata kumsawishi Samsoni, na Samsoni akapata kujifunguka kwake, akamwambia kwamba, mpendo wangu, sitakudanganya tena kwa sababu nguvu zangu ziko kichwani mwangu. Wakati utachukua wembe na wakati ule unyoe hizi nywele zangu, nitapata kushindwa na nguvu zangu zitapata kunitoka. Mpenzi mtazamaji wetu, siku ya leo, ni mara ngapi mtu amejaribu kushawishi ili akuangushe chini? Ni mara ngapi mtu amejivalisha nguo ya kondoo akajifanya mtu mzuri na ndani yake si mtu mzuri? Anajifanya anakupenda, anajifanya ya kwamba anakujali, lakini akujali. Bwana Yesu asifiwe. Inapaswa kujua kwamba huyu ambaye anatembea nawe, huyu ambaye tunasema kwamba tunapendana naye, huyu ambaye nina hisia kwake, je, ananipenda kweli? Ana mapenzi ya dhati? Ana mapenzi lake Mwenyezi Mungu maishani mwangu? Ako na nia mzuri na maisha yangu? Siku ya leo wewe unaweza jifanya umefungwa macho kwa sababu ya mapenzi, lakini siku ya leo nakwambia kama kijana mdogo, nakwambia kama mtu mkubwa, ya kwamba inapaswa kujua kwamba yule ambaye ananena na maisha yako ako na nia gani maishani mwako. Ako na nia kukuinua juu ama ako na nia kukurudisha chini? Siku ya leo inapaswa ukajua kwamba hata kama nina marafiki ambao wanajifanya kwamba wananipenda, je, wana nia gani maishani mwangu? Wako na nia ya kuinua juu ama wako na nia ya kushusha chini? The soft and affectionate emotional voice of Delilah led Samson to open up the secret of the source of his strength to his wife Delilah. We should be able to discern type of voices and intention behind the voices. Akuna nia gani? Kuna nia gani nyuma ya sauti hili? Kuna nia gani nyuma ya uhusiano huu? Je, ananipenda kweli ama anajifanya kuwa mtu ambaye ananipenda ili akapate nia ya jinsi anaweza kunirudisha nyuma? Mtu anaweza kuja maishani mwako kwa sababu ameona ya kwamba wewe ni mtu ambaye una nyota mzuri, nyota kung'aa, uko na malengo mazuri Mungu ametengeneza maisha yako. Ni kama vile wakati Joseph alikuwa pale katika nyumba ya Potifa, unapata kwamba bibi yake Potifa alijaribu sana akamshukishe chini, kwa sababu yule mwovu shetani alikuwa anajua kwamba Joseph atakuwa mtu mwenye nguvu maishani, atakuwa mtu mwenye ushishi mwingi, na ndio maana alijaribu sana akamrudishe chini. Lakini kwa sababu roho wake Mwenyezi Mungu ilikuwa imetulia ndani ya maisha yake Josefu, na Josefu akaona ya kwamba hii hata kama ni vitu za dunia, hizi ni vitu ambazo hizi nisaidia kama kijana, hizi ni vitu ambazo hizi nizipeleka mbele. Ndio maana siku ya leo nataka nikwambia kwamba inabidi ukajue ya kwamba ili kitu ambacho najiingiza ndani ni kitu ambacho linafaa kweli, ni kitu ambacho litanisaidia ama ni kitu ambacho litanirudisha nyuma. Ijapokuwa ni kitu ngumu gani, lakini je, linapaswa nikaliingie ndani kweli? Tutaangalia the good voice that you're supposed to listen unto. Tumepata the bad voices kama vile Eve and the serpent and Samson and Delilah. For Delilah tried to speak in affectionate voice so that may convince Samson, and it led to the fall of Samson. And the affectionate voice that the serpent used, kwa sababu mimi nikiangalia naona kwamba shetani alichukua kimo fulani kama kimo ya alijifanya kuwa malaika, ndio posa akakuja akamdanganye Eve. Hakukuja kama nyoka, bali alikuja kama kitu lenye nguvu fulani, na nyuma yake kulikuwa na nia mbaya, na ikafanya kwamba binadamu akaanguka ndani ya dhambi. Siku ya leo kuna kitu ambao kuna sauti ambao unaweza sikia maishani mwako likafanye ukaanguke ndani ya dhambi, ama ikafanye ukakuwe mtu ambaye ana maana maishani tena, ukawe mtu wa kudhihakiwa kila siku, ukawe mtu wa kusemangwa kila siku, ukawe mtu mwenye hana ushiki yeyote, uwe mtu ana mbele wala nyuma kwa sababu ya ile sauti ambayo ulisikia maishani mwako. Sasa nataka ukasikie sauti mzuri siku ya leo, na Mungu, najua Mungu Mwenyezi Mungu anatusikiza, na naenda kupa sauti mzuri ambayo atakuwa
atakupa washawishi ambao atakushawishi kwa njia mzuri. The good voices. Samuel and God. Unapata kwamba in the book of 1 Samuel chapter 3, 1 Samuel chapter 3 verse 3 to 12 inasema kwamba wakati Mungu alikuwa anatengeneza Samueli, kwa sababu wakati ile Eli alikuwa ameanza kuzeeka nako anaona mbele tena, na watoto wake walikuwa wamerebel against the will of God. Walikuwa wanafanya vitu ambazo zistahili, si vitu za ukuhani, walikuwa wanafanya vitu kama wa binadamu. Na Mungu alikuwa anatengeneza mtu mwingine ambaye atakuja kusaidia, atakuja kuongoza wana wa Israeli. Na wakati ule akapata kuanza kunena na Samueli. Wakati Samueli alikuwa ameshazima taa ameenda kulala, na Eli pia alikuwa katika nyumba lake analala. Samueli akasikia sauti kimuita Samueli. Tena mara wakati alisikia akakimbia kwake Eli akamuuliza, "Waniita?" Akamwambia, "Hapana, sijakuita." Akaenda tena kulala, akasikia sauti mara ya pili, "Samueli." Sauti ule ulikuwa sauti ambaye louder, ilikuwa soft and clear, inasikika ndani. Akaliita tena Eli, Samueli akikimbia kwake Eli akamwambia kwamba, "Sijakuita mwanangu." Ndio wakati Eli akipata kugundua akamwambia Samueli ya kwamba wakati utasikia sauti lili tena, mwambia kwamba nakusikiza, my lord, I'm here, I'm listening to you. Ndiposa 9 nasema kwamba kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, "Enenda kalale, itakuwa akikuita utasema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia." Basi Samueli akaenda kalala mahali pake. Na kwa hakika wakati aliitwa akasema kwamba, "Nakusikiza, nena nami Bwana, mtumishi wako nakusikia." Kuna sauti ambayo unaweza sikiza maishani mwako, sauti ambayo inaweza leta mabadiliko maishani mwako siku ya leo, kama vile sauti lilileta mabadiliko maishani lake Samueli, kwa sababu alikuwa tu mfanyikazi, alikuwa mtu wa mkono wake Eli, lakini kwa sababu alipata kusikiza lile sauti, Mungu akapata kumtumia, Mungu akapata kunena naye, Mungu akapata kuleta mabadiliko katika nchi ya Israeli. Hata nawe mtazamaji wetu, na kuambia kwamba kuna sauti ambayo unaweza sikia siku ya leo, sauti ambayo inasema kwamba, "Mwanangu, usifanye hivi, mwanangu, fanya hili." Sauti hilo litapata kuja kusaidia maishani mwako, kwa sababu kuna vitu zingine ambavyo tunaweza jiingiza kama binadamu, lakini kuna sauti fulani ambayo kinanena kwa upole, linasema kwamba, "Usifanye hivyo mwanangu," kwa sababu linaona kwamba yale ambayo unaenda kujiingiza ni kitu ambayo lifai. Ndio maana nakwambia siku ya leo kwamba kuna sauti mzuri ambayo inaweza nena na maisha yako, kuna sauti mzuri ambayo inaweza kusaidia maishani mwako, kuna sauti mzuri ambayo inaweza kubeba tena ukawe mtu wenye maana maishani mwetu tena. The voice of God called Samuel 3 times. It was soft, gentle and audible. The voice carried the message and authority from God. Ilibeba mamlaka na nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sauti ni kama vile, mpenzi mtazamaji, wakati unaenda kufanya kitu mabaya, unasikia kitu nakwambia kwamba, "Mwanangu, usifanye hiyo." Na kuna sauti nyingine ambayo inanena kwamba, "Mwanangu, usiogope, tenda." Ile ya kutenda inakuwa na nguvu sana kushinda ile usitende, kwa sababu sauti ya Mungu, it is soft, gentle and audible. It's upon you to choose unto the voice that you're going to listen unto. It's upon you to choose it tonight. May you just look unto the good voice that you're going to choose unto your life. The good voices. Kijana anaweza jifanya mtu mzuri maishani mwako ili aje kushawishi ukapate kuanguka maishani. Na wakati anakuongelesha unasikia sauti nyingine inakuambia kwamba, "Haufai, huyu hakufai maishani, achana naye." Siku ya leo inapaswa ukajua kwamba ninasikiza sauti gani maishani mwangu, ninashawishiwa na kina nani maishani mwangu. We should be able to know the kind of voices that speaks to us. Is it a good voice or is it a bad voice? Good voice, they tend to guide us up to the heaven kingdom. They tend to nurture us to be someone important in life and in God's kingdom. Good voices come from God, and bad voices, they tend to lead us to the hellfire. They tend to kill the will of God in our lives. They are there to bring us down spiritually, physically and emotionally.
For there are some voices that can speak unto us that may bring us down emotionally. And when I'm down emotionally, it means that even physically I'm not good, and even spiritually I'm not good. But if I'm good emotionally, my physical life is good and my spiritual life is also healthy. So it's upon you tonight to choose unto the voice that you're going to listen unto. It's upon unto you to know the will of God unto your life, to know the voice that's speaking unto you. Thank you, Jehovah God. Thank you, my Father. Thank you for this great message. I call unto Jehovah Lord, and to all the listeners, Father Lord, that we are having. May you help them, Father Lord, so that they may be able to know the good voice that will speak unto them each and every day. They may be able to discern the good friends that they may be able to walk with. The friends that may be able to uplift them, my Father. Wale ambao watasaidia maishani mwao, wakawape ushawishi mzuri Bwana, bali wasianguke ndani ya wabaya ambao watawapa ushawishi mabaya. Kama vile Samsoni alianguka katika mshawishi mbaya ambaye ni Delila, ambaye alijifanya mtu ambaye anampenda akawa bibi yake, lakini alikuwa na nia mbaya kumrudisha nyuma. Nami siku ya leo Bwana tukuita tu Mungu ajabu, Ebeneza wetu, ukatusaidie kama vijana, ukatusaidie kama watu wote katika nchi ya Kenya na katika dunia mzima Bwana, tukapate ushawishi mzuri, tukapate kusikiza sauti yako Bwana ambaye inatuambia kwamba tusifanye vitu mabaya, tukapate kusikiza sauti yako Bwana ambaye itatuongoza kila siku maishani, na kwa jina la Yesu Kristo aliye ngao na mwokozi wetu nimeomba nikiamini. Amen.